دائم في الهوى العذري معذرة مني إليه ولو أنصفت لم تلم وقد فاز من صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه. نعم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، حاضرون baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi cha umma, mwalimu wa walimu na mwingineo bali mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awali ya yote, kwanza mwalimu wada alitangaza kama kutakuwa na mgeni wetu atafika naibu meya wa jiji la Tanga. Mashallah, bwana amefika. Mwenyezi Mungu amhifadhi, amdumishe katika unaibu mpaka Mungu ampitishe kwenye umea kabisa kwa hadhara bwana Mtume Muhammad. Islamu kutoka na taratibu jinsi zilivyo, na shekhe pale wamesema hadhara hapa hivi imefika ukingoni, kubaki baadhi ya mambo ili hadhara yetu tuitimize kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maana kuna wazee wetu kama naibu mudiri Sheikh Ramadhan Mabruki wa Shamsia, ni mtu mzima kwa kweli, na baadhi ya wazee lazima sisi tuangalie sana watu tutakapowaudhi, na sisi katika daraja za elimu hatutopata baraka. Tutakaye tuwafanye tawadhu sana, usitake sisi kucheza tu alafu huku kumbe yeye kuna baadhi ya mashekhe wanaleta hali fulani katika nafsi, wallahi sisi tutakosa baraka zao, na sisi nasi kwa Mungu atufikishie walichokisawali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Uislamu kilichonisimamisha mimi kwanza ni kuituliza hadhara. Kina mama kule imefika mahali patamu, na umbeni tulie, na vijana nao pia tulieni kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhara yetu ya Uislamu imehudhuriwa mashallah na mashekhe mbalimbali na maustadhi mbalimbali na watu wazima mbalimbali. Mara nyingi hadhara miaka yote sisi tukikaa vikao tuambiana kwamba tuambi na mashekhe wetu hawa wa Tanga wa kisasa, na alhamdulillah mwaka huu mgeni wetu rasmi ni Sheikh Ramadhan Mabruki, ndiye mgeni wetu rasmi. Sasa tumeingiliana na swala la naibu meya, basi kwa Sheikh Rais ndio mwenyewe ya kufanya kwa kweli, maana siku wa Mungu ni kwa Mungu hata siku moja ndio kwa hizo kusuluku la adabu kwa kweli. Sasa Uislamu hii nafasi kwa Muislamu, lakini mtaadhari ili mradi kumkaribisha Sheikh Rais apate kuwakaribisha mashekhi wale anaowaona yeye. Jana nilisema shekhi nampenda sana, tena ninampenda sana, tena nampenda sana, tena nampenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe utakayekwenda na mkutano wako utabaki na ufitini na hutokwenda mbele sana sana, Mungu atakufundisha sura mbaya. Sasa ukienda kwenye kioo alafu ukienda kwa Sheikh Rais utafikiri na mimi, hebu angalia kwenye kioo, sura yako ni ile ile au imebadilika? Wallahi ukiwa fitina kama vile Mungu anavyosema sana smuhu. Zamani karibuni sana Sheikh Uzaima, karibu sana. Kuna Sheikh Zuberi, karibuni sana. Sheikh Ramadhan Mabruki, karibu sana. Yule Sheikh Ramadhan Mabruki mimi mbaba zamani, mweza mkatatizana, ndio maana izanga yule msingeni utapata tabu. Mimi yule mbaba tu, yule mama yake Madirama yule mama yangu tu kutoka tumbo. Sasa kama vile kujui mimi mwanao wewe umekuja kwa mwanao. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunyana wa din. Salatu wassalam على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala
na kumtakia rehema kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu. Kwanza ni kumshukuru Allah ambaye ametupa taufiki tukakutana katika jambo adhim, kuadhimisha maulidi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia kuadhimisha kazi yake. Basi mzungumzaji, lakini sasa nahemewa inaanza wapi. Lakini leo nipenda sisi vijana tupumzike, tuapishe wazee ili tupate faida, kwa sababu wazee ndio wenda, kwa hiyo tupate faida za uzeeni. Kwa leo nipenda uzungumze watu wengi, lakini nitapendelea watazungumza wazee, lakini pia na ndugu yangu na japo kidogo, maana huyu hasemi sana. Lakini kwanza, kama alivyosema mzungumzaji, kwa vile serikali ipo, kwa hiyo naibu meya asimame japo kuwasalimia wananchi wake. Na hili jambo tumelifupisha kwa sababu kutokana na vibali vyenyewe. Vibali tupewa vibali sisi kwa sababu ni jambo la kheri, lakini mambo mengine hayapewi vibali. Kwa hiyo takiwa na sisi tujiongeze, tunatakiwa hata saa moja na nusu watu watawanyika, usifanye sana. Siku nyingine tukafuata kibali tukanyimwa. Hapa nimeona pia mbunge mstaafu yupo hapa, Sheikh Musa, lakini atawakilishwa na serikali wenzake hapa. Naibu meya, simama salimia Waislamu japo dakika 5 6, na wewe tukujue. Ndio bwana Khalid, Khalid bin Rashid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mimi niungane na waliotangulia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha kwenye jambo kubwa kama hili. Lakini kwangu binafsi ni faraja sana wakati natambulishwa hapa, naona watu walikuwa wanatafuta, hawaoni wewe naibu meya. Naibu meya mwenyewe ndio mimi Khalid Rashid, na wallahi na bahati sana kwa sababu nimechaguliwa jana na nimeapishwa jana, na leo niko kwenye shughuli tukufu namna hii. Alhamdulillah. Ndugu zangu, naomba nitoe salamu za mstahiki meya wa jiji la Tanga, Muina Mustafa Selebosi, ambaye naye nimechaguliwa naye jana. Alikuwa awepo hapa, lakini kwa sababu ya majukumu ameniagiza nije ili niungane na nyinyi kwenye jambo hili. Lakini binafsi yangu niwapongeze wale wote ambao walishiriki kuliandaa jambo hili tukufu na kubwa la kiasi hiki. Asanteni sana, hongereni sana. Kila mmoja wetu ambaye amechangia chochote kwenye jambo hili, Mwenyezi Mungu atamlipa inshallah. Lakini wazee wangu, ni kweli leo pana wazee wengi. Namuona mzee Musa Kunema, mzee wangu, namuona mzee Zikri, na wengine wengi nimeona. Bunge mstaafu Musa Bakari Mbaruku. Hii ni kuonyesha ni kwa jinsi gani Waislamu wa Tanga tunaungana, tuko pamoja kwa ajili ya kuitetea dini ya Kiislamu. Wito wangu kwenu, naomba wazee wangu, mambo haya yaendelee, kwa sababu yawezekana yasingekuwa shughuli hii leo, vijana wote hawa pengine wangekuwa wako maskani wanafanya mambo ambayo hayampendezi Mwenyezi Mungu. Lakini kwa sababu ya mambo haya watu wamekusanyana hapa, wanamsherehekea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mambo haya kwa niaba ya serikali niwatake yaendelee sana. Lakini nimesikia kwamba yanaendana na vibali. Sasa nitakwenda kumshauri mstahiki meya kwenye majambo kama haya ya Kiislamu,
majambo ya kidini, hebu kidogo tupunguze spidi kwenye masuala ya vibali, ili Waislamu waendelee kufanya shughuli zao na madhehebu mengine yaendelee kufanya shughuli zao. La mwisho kabisa, nisiwe mzungumzaji sana, niwaombe Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anahitaji kuombewa sana. Viongozi wetu wa dini, tufanyeni dua ya kumwombea Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwenyezi Mungu ampe nguvu ya kuliongoza taifa hili. Mwenyezi Mungu amwezeshe kututetea na kutusimamia Watanzania. Lakini ndugu zangu, wazee wangu, vijana wenzangu, niwaase sana kuhusiana na masuala ya amani katika taifa. Amani ndicho kitu cha msingi sana katika taifa letu. Lakini hatutoweza kuona umuhimu wa amani kama tutaichezea amani yenyewe. Ni sawasawa na mwanadamu, pale ambapo kiungo kimoja kitakapopungua ndio utaona faida ya hicho kiungo. Nchi yetu ilikuwa na amani na itaendelea kuwa na amani na utulivu katika kipindi chote. Mashehe, iendeleeni kuiombea nchi hii, iendelee kuwa na amani. Tuendeleeni kuombea mkoa wetu wa Tanga na wilaya yetu ya Tanga iendelee kuwa na amani. Tusishiriki vitendo vyovyote vya kuivuruga amani ya taifa hili. Lolote likitokea, sisi hatuna pa kwenda. Wa Mnyanjani tutabakia Mnyanjani, wa Mwanzange tutabakia Mwanzange, wa Tanga yote tutabakia Tanga. Wanaotuletea matatizo wana pasipoti zao, wataondoka, watatuacha sisi. Kwa ni wajibu wetu kuilinda amani ya taifa letu na Tanga yetu. Baada ya kuwasema hayo, na washukuruni sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Amin, inshallah. Mungu akubariki. Naibu Meya, ile kila kikao cha Maulidi kipata barua, inshallah tumwambie Meya muhudhurie, tuzidi kuombea. Sirefushe muda. Macha jirani yangu hapa Shashai tabaruku. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakika furaha kubwa kuja kwa ndugu yangu ustadhi wetu Ustadh Umair, Mwenyezi Mungu akujaze kila la kheri. Hadhara hii kubwa namna hii ni dalili ya mapenzi ya watu kupenda wewe, na dalili na wewe vile vile watupenda, na ndio maana ikapata hadhara kubwa kama hii, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakujalia kila la kheri, na sisi tuvune katika hizi kheri hizi. Hakika mawaidha ndio haya kwa kwamba yaliotolewa na naibu wetu. Amezungumza maneno makubwa sana ya amani, na ndio ambao kwamba msimamo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana ukaona hizi fujo zilikuwa zimeingia, Waislamu hawamo, hatumo, kwa sababu tulinda amani. Na amani hii hatukuanza leo. Sisi nashukuru jirani yangu amechagua mimi katika hawa wazee, na mimi nimo alhamdulillah katika wazee wengi waliohudhuria hapa. Na kumbukumbu zangu mimi, tulikuwa sisi tukipanga foleni tutaka sukari miaka hiyo nyuma huko ya 70. Tulikuwa tunafanana sisi mpaka mavazi yetu, suruali zilikuwa za mipira. Tunapanga foleni katika maduka
hakuna. Yani hicho unachokitaka hakipo, lakini tukapanga foleni. Lakini sikuona hata siku moja watu wakafanya maandamano, kitu maandamano hakuona. Hao wazee wetu kabisa walikuwa wakiipenda nchi yao kwa kweli. Naam, Sheikh, ukukumbuka hicho. Asante. Shukrani. Kumbukumbu ni nzuri sana. Mimi binafsi tulikuwa naenda hotelini nikitarajiwa nitapelekewa ile sukari nitie mwenyewe. Naulizwa wataka vijiko vingapi? Yaani ile sukari huko maana kingiletwa unaweza kuichukua. Hali ilikuwa ngumu kweli kweli. Tuambia watu sasa hivi, hawa vijana sasa hivi walio sasa hivi, hali ilikuwa ngumu kweli kweli. Hii hali sasa hivi wallahi neema. Ta'uddu ni'matallahi neema tunao. Unakwenda sokoni, waenda sokoni wachagua mchele utakao. Ilikuwa hakuna kitu hicho, ilikuwa hakuna sabuni, ilikuwa yaitwaje alito si vitu sabuni ya unga hakuna. Sabuni yani sasa hivi watu yani sengine mtu kama na shangaa mtakatifu haki gani jamani? Neema kwa kweli hii ambayo sasa tunayo haikupatikana huko nyuma, lakini watu walikuwa kipenda nchi yao. Sikuwaona wazee, ilikuwa mkate hakuna, ilikuwa chakula ambapo ulikuwa chai kwanza hakuna, ilikuwa ni uji, kisha chakula chenyewe ilikuwa ni makopa. Sasa hivi hakuna makopa yale. Sasa hivi watoto kwa makopa, sasa hivi watu kwa nini? Kuna vitu vyeusi hivi vya natanaka sijui namna gani. Hali ilikuwa ngumu, lakini watu wakastahimili. Sikuona watu kumtukana rais, wakampenda na wakaipenda nchi yao mpaka tukatoboa. Tumetoboa. Sasa sikizeni sasa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumza. Nyinyi vijana tuambie nyinyi. Sasa tuangalia tutoona katika maandamano na sisi ati mabango tawacheni shauri zenu. Wazimie data tu. Na zima data. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia man asbaha minkum aminan fi sirrihi mu'afan fi jasadihi عنده قوت يومه. شكرا يا أخي. عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. Mtume sallallahu alaihi wasallam bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume pata taabu kweli kweli. Amekwenda kwao akapiga na majiwe, akatoka ameroa damu mwili mzima. Ajua Jibril ambaye nimetumwa mimi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wewe utoe amri. Kuna wale malaika wakusubiri pale wajabali wainue waende kasage wale. Nini amesema Mtume? La'alla Allah yakhruju min aslabihi man ya'budu Allah. Ndio Nabii Rahma huyo. Mtume alikataa waadhibiwe wale, akasema watakuja kutukia migongoni mwao wenye kumwabudu Mwenyezi Mungu. Amwambia Jibril hapana, wasiadhibiwe wale. Amepigwa nani? Amepigwa bwana Mtume. Jibril ambaye sadaqa masamaka rasulullah, sadaqa amesema kweli, anakupa sifa wewe Ar-Rauf Ar-Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minina. Majina mawili haya, Ar-Rauf Ar-Rahim, mwenye huruma. Nazungumza kwa uchungu kwa kuipenda nchi yangu na kuona watu hawa wadanganywa na mwanamke pekee
kimbea hiyo kwa Allah yaalamu. Wadanganya na mwanamke kimbea sio mwanamke wenyewe ataike mwanamke tukimwambia akudanganya wewe akwambia toka yeye uko ndani toka wewe nenda mimi niko ndani na wewe watoka. Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia man asbaha minkum aminan fi sirbihi, kana maneno mtume hapo, kisha chagua wewe unataka yule ambaye kwamba atakapokiwa asubuhi watu wake wamepata amani, aminan fi sirbihi, watu wake wamepata amani, muafan fi jasadihi, mashallah alhamdulillah na afya nzuri, عنده قوت يومه ana chakula cha siku moja tu, anacho sio cha kesho wala kesho kutwa, siku moja tu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anna ma hizat lahu dunya, kana kwamba ameshapewa ulimwengu mzima. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran inshallah. Ndugu wengine tu wanasoma kidogo kwa sababu kuna wazee wetu sasa, hawa ndio ngao zetu. Nashauriana na mzee wangu Bashabami kwamba yeye na Sheikh Ramadhani nani aanze. Akasema nikamwambia leo sikuache, maana siku ufunguzi ulisema leo niache kwa ajili ya siku ya leo. Kwa hiyo Sheikh Bamili nafasi yako na wewe na mwalimu hapa siwapangie muda. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد، قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صليان الدولة. وقال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تمسلين التوبة. اللهم صل وسلم. وقال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Msalieni Mtume. Basi hadhara imekwisha, au sivyo? Hiki kiwanja kajieleza chenyewe. Hawa wazee waliotajwa hapa, kama hawa wataka nini? Wazee mashekhe, wazee wanawavyuoni, wazee wachaji wa Mwenyezi Mungu. Ukiacha nyinyi mashekhe chipukizi huko, si ndio? Hawa walio huku tu hawa tayari Mwenyezi Mungu ameshalikubali, sababu sote tumekushazoea kwamba Mwenyezi Mungu na malaika wake wao yuswalluna, sio swallau, si ndio? Asema yeye yuswalluna,
tuambiwa kila siku. Kwa hiyo mpaka leo, mpaka kesho ni kuendelea. Kazi hii inafanyika kwa nani? Mwenyezi Mungu na malaika wake. Sasa na sisi tukapewa amri. Haya ni mambo ambayo yako wazi, tumeyaelewa, tumeyakubali, na watoto na wajukuu na wanaoletwa nao twawaelekeza, na wao nao watayashika. Sisi tukiondoka na wao watakuja elezana, si ndio hivyo? Alhadhirun, wakati tulionao kila mmoja uelewa wakati ulivyo, kama ilivyokuwa naibu meya ameuashiria, na mjomba hapa Sheikh Shaibu naye akaendeleza. Ni wakati mwingine wa kinamna yake, nataka kuangalia sana na kutuliza kichwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayetoa mambo, ndiye anayetupa mambo, ndiye anayekupa wewe jambo lolote lile. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli shay'in. Si ndio hivyo? Haya yako wazi, mashaka wote hawa wajua, hawa walimu wote hawa wajua, na tayari wanafunzi wengi wayajua maneno haya, lakini kule kuwapeleka tu, si ndio hivyo? Haya ni mambo atoa Mungu. Ukimwona ni mwenyekiti kachaguliwa na Mungu, ukamwona ni mwenye kibao kachaguliwa na Mungu, sijui ni jambo gani kachaguliwa na Mungu. Hata huyo Sheherai, huyo shekhe wetu Sheherai, si ndio? Wewe hata kama hutaki, lakini aliyemchagua ni nani? Allah huyu Sharifu huyo pia Stadi Mweli huyo, si ndio? Shekhe Abdi si uko, ndio mzee wetu bwana, si ndio? Si ndio hivyo? Hakika mzee Sheikh Ramadhan Mabruki naibu, tumwache apumzike bwana. Yeye atakuwa atuelekeza na kuombea dua. Huyu Mwalimu Mweli pia huyu kachaguliwa na nani? Ile kwetu sisi Mungu aleta kabuli tu na taufiki kwamba sasa ni huyu, lakini alomchagua ni Allah mwenyewe. Au hamtaki hivyo? Hivyo hamtaki? Si ndio tutakavyo? Kama hatutaki itakuwa tuyakataa maneno ya Allah sasa Subhanahu wa Ta'ala, si ndio? Hata mimi Sheikh Amiri pia amba mudiri, si ndio? Nimechaguliwa na nani? Ni Allah, ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kesha Mungu akiacha ufiki tu na kabuli mule katika nyoyo za watu kwamba ni huyu sasa, lakini mchaguaji, jamani, nyinyi nyote Waswahili, nyote nyinyi mwaelewa. Nikisema hivi simtafahamu au mpaka niseme wazi? Hata mama yetu pia rais wa Tanzania, wengi wengine hawaelewi, atakwenda nala sasa pale maanake sasa pale, bado auliza. Hata mama Samia pia rais wetu wa Tanzania, si ndio? Kachaguliwa na nani? Sasa watu wapata shida, watu wapata tabu. Kwa nini upate tabu? Mungu mwenyewe ndiye alomchagua. Sasa wewe utaki au usitaki? Sasa kilichobaki ni kusalimu amri kwamba madhali yashakuwa huyu, basi zile hasira za chuki zako binafsi eka pembeni. Sasa mpokee mama, mkubali mama, ndio rais wetu huyu. Tuko Waislamu na msio kwa Waislamu pia mwasikia, si ndio? Haya yako ndani vitabu, kitabi mastura, si ndio? Ni Mungu mwenyewe ndiye anayechagua
mama yetu pia akachaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akaweka kabuli. Tuna taufiki kwamba ni huyu. Sasa chuki iko wapi? Hata meya wetu pia, si ndio? Huyo meya ambaye bwana huyo kaja mwakilisho, si ndio hivyo? Huyo meya mwenyewe naye pia kachaguliwa. Ona hamsemi jamani, msikulile hapa, si ndio hivyo? Jambo lishakuwa sasa, tufanyeje? Hebu mmoja anyoshe kidogo, anambie tufanye hivi, hebu anyoshe. Yote nyinyi mwaelewa, hakuna, nishasema mwanzo, hakuna asielewa. Ilivyokuwa hivyo, haikuwa hivyo, imekuwa hivi, si ndio hivyo? Tumsalieni Mtume. Ni nani? Ni Allah subhanahu, ni Mungu. Leo amekuangukia bwana nani, sitajua jina lake, naye pia mwanzo ndio naibu wake, wala ilikuwa sio yeye kama bwana Khalid, si ndio? Wala ilikuwa sio yeye kama, ingekuwa ni watu wengine. Lakini ni ile aya, malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzimul mulka mimman tasha'u, si ndio? Ndio ambayo imemfanya mpaka leo bwana Khalid amekuja kuwa ni naibu meya. Sasa tukubalini Waislamu na msiokuwa Waislamu pia, haya yamo ndani ya vitabu vyenu, hebu yatafuteni, mtayaona. Vita viko wapi? Hatutaki atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amr. Muheshimuni Mwenyezi Mungu, mtueni Mwenyezi Mungu, mtueni mtume, watueni watu wenye mamlaka zituiwe. Hizi serikali, si ndio? Huu uongozi lazima serikali tuisikize. Muda imeshafikia, Mungu ameichagua, hata kama hatuitaki au hamuitaki, si ndio hivyo? Lakini si ndio Mungu aliyotupa, lazima tuitake. Sasa tunataka hatutaki, serikali yetu ndio hii, na lazima tuiheshimu, lazima tuitii, si ndio? Tutulieni sana. Serikali wakisema shughuli mwisho saa 4, basi mwisho saa 4, watu wakaone mambo mengine. Na serikali yatakayoingia duniani sasa ifanye kazi yake, au mengine pia mpaka mwambiwe. صلوا على النبي صلوا على طه. Haya twawaambia basi, msije na mkalala vitandani mkaanza kujiuliza ilikuwa maana yake nini. Nimenunuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Swalieni Mtume. Siwa ulil amr, siko pia nao iheshimiwe, ituiwe, si ndio? Sasa wewe waambiwa saa 12 uwe nyumbani kwako, kwa saa 12 ingia kwako. Sasa kujibishana na watu, maana yake ni kwamba atakayekuwa mwenyeji hataonekana barabarani. Atakayeonekana barabarani huyo siye, ni mgeni. Lazima tumuulize vizuri. Wanielewa vijana? Wa ulil amr, serikali tuiheshimuni, tuisikizeni. Mkiambiwa laleni, laleni. Mkiambiwa mkeni, sijui mwanipata, laleni, laleni. Amkeni, Sikuna doria za zunguka wenyewe, wazunguka. Juzi tumewakuta pale genge zima wenyewe. Kwa saa 4:30, saa 5 mwisho, sasa wao waingia wao sasa, ili kwenda kuwaona hayo mataka. Mna mataka gani humu ndani ya mchi? Mna mataka gani humu ndani ya mkoa? Ndio wafanya kazi zao. Jamani, tueleweni tukiambiwa. Naibu meya, peleka salamu kwa meya kule, salamu zifike za kwamba sisi tumeitika na imani tunailinda na tunaihimiza, utulivu tunajitahidi, na dua tumezifanya sana, tumezifanya. Anipata hivyo? Tumezifanya sana ili kuliombea amani taifa
na nchi kwa ujumla, pamoja na rais wetu, Mwenyezi Mungu amtulize roho yake. Tushayafanya sana, tumewalazimisha Waislamu katika vikao kama hivi, kwa mahali watu wote wasimame sasa kwa ajili ya kuombea taifa pamoja na rais. Tumefanya hivyo, tumewalazimisha Waislamu nyakati na daima ambazo wala si za kusoma kunuti zile. Jamani, tufanyeni kunuti misikitini kwa ajili ya kuombea taifa pamoja na rais, amani na utulivu. Haya tumeyafanya sana, alhamdulillah rabbil alamin. Kwa hiyo kwa vile sisi tuko huku vichochoroni ndio hatujulikani, hatuonekani. Shehe rais ndivyo kuna watu wanaokoka katikati ya jiji, basi ni wao, basi haya wao ni wao na sisi ni sisi. Asalamu alaykum. Shukrani Sheikh. Shukran ndio. Samira kupiga domo. Inshallah tunaenda mwisho. Nimeomba Sheikh Ramadhani akasema akirudia, lakini haitopendeza japo maneno mawili, hata kama amekaa, sababu ni wazuri na umefika kama hapa, ulimi wako ukizungumza sitopata baraka. Akimaliza naibu hapa Sheikh Musa wa Jamaat Islamia atasema Fatiha, na Sheikh Musa mwingine wa Shamsul Maarif Shekunema atasema Fatiha, alafu Sheikh Dhikri atachagua ya kumwombea rais na nchi. Mwisho wa shughuli Sheikh Ramadhani, Sheikh Amira Tabwana mmoja hapo atatuombea Mungu live japo dakika mbili. Samehe manake ulimi wako ukizungumza kwa tabaraka na au hapo tukae. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على خير الرجال وعلى آله وصحبه خير صحبه وآل. أما بعد، ndugu Waislamu, nimesimama imtithali. Kwa hiyo langu ni huku kusimama, na zaidi labda nitashukuru jamii. Kwanza shekhe hapa, Sheikh Fahmi kushaishiria sisi ambao hali zetu ngumu, magonjwa, kwa sababu nakohoa. Sheikh Raya niona, naambia Sheikh Fahmi ameniona katika tunasimama, na nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha kuja kuhudhuria hadhara kubwa kama hii, hadhara iliyo na lengo la kumwakilisha Bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Sheikh Ibn. Bwana huyu alikuwa na rahma. Wagawaji maji taratibu Sheikh anasema. Magawa kile kimya. Maana leo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilikuwa ni bishara. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Ni bishara ya Mwenyezi Mungu kwa kuletewa mtume ambaye kajengeka kwa kitu rafa na rahma. Vitu viwili hivi ambavyo kapewa mtume, tungetamani na sisi kwa sote tukawa tuna vitu viwili vilivyo ulimwengu tumeucha za chini. Maana anayepewa rafa na rahma, upole, huruma. Sasa rafa ni upole ule wa ndani ambao unaweza kubeba hilm na ihtimali. Akikosa mtu hilm na ihtimali,
ndolewa jaingia barabarani, kwamba hakuna hili, hakuna ihtimali, hakuna sabri. Na kama Mwenyezi Mungu angetujalia sote tukaa kama vile Mtume tungemiigiza mpaka tukaweza kujaribu kumuigiza, lakini bahati mbaya tumeshindwa kuweza vile alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila rafa yake na rahma yake, matokeo yake ndio hii. Wawe unaweza kukubali utoe roho yako, si kwa faida yako, jambo la kustajabisha. Wewe wakubali ukapigwe bunduki ufe, lakini Tundu apate kuwa rais. Kwa roho yako ufe, awe rais Tundu. Sasa baba yako ndio atakayeitwa. Kwa roho yako ufe, kisha atakuja kungalia ni yapi. Jambo ambalo jununi, na hiyo pia fununu, na hiyo ni moja. Roho yako mwache mambo yako uhakikike. Ukiulizwa kwa utaka nini, utajibu yako kwamba mimi lazima nataka Tundu wa rais. Akishakuwa rais Tundu atakusaidia nini? Mungu amewezesha, umejitia barabarani, umeuliwa vizuri, kisha Tundu akawa rais kwetu. Mwenye Tundu aliambia baba yako yule aliyekufa babeni yule akamsaidia. Kuna kiukweli lakini kwa kutoa na shekhe hapa ni jambo ambalo akili zetu walikuwa hata kufanywa kazi. Tegemea kama shekhe sasa watumbukie katika anga nzito ambazo pengine hawakusikusudia, kutokana na upungufu wa akili. Sikwenda kaukaona nyingi, bahati mbaya hakuna akili tena. Kheri hii kulikuwa Allah ukishaiweza hii wewe umemaliza. Kwa hiyo basi ndio safari hiyo. Ukiweza sana matokeo yake ni haya. Una akili. Kwa ndugu zangu, mimi nimesimama hali yangu na moja kwa shekhe hapa niona nini muda wote mnapoa. Kwa maneno haya ni kwa yatosha. Kila mwenye akili yake anaelewa kwamba kila mmoja katika sisi ni wakushawishi wenziwe. Leo tunashangilia tarehe 9 Desemba, watakufa tena watu. Kama leo tuwauliza tarehe 9 mtafanya tena kama walivyokufa watu 29, watakufa tena tarehe 9. Wewe na wenzio tarehe 9 mtakapokufa mwakwambia nini? Hakina faida na wewe hata kidogo. Ni hasara kwako sasa. Maana ukifa kwa sura hiyo tena motoni, tumejua taratibu binafsi yako. Ukiua nafsi yako kama katata nasa jamia, nafsi yako wewe mwenyewe ukiua wa hakika baba unatiliwa katika hisabu ya kwamba wewe umeua watu wote. Kwani dhambi za kupatwa ziweza sasa angalia faida yako hiyo tukaikuagia wewe ndogo sana. Kwa ndugu zangu, machache kwa hapa kazi ya leo hapa kugombea rais tu ndio kazi ya kwa kugombea Tanzania tu kwa kazi ya leo. Shekhe hapa ametushiria na shekhe hapa kwa kifua chake chote leo kuelezea umuhimu wa kugombea serikali yako, ndio kugombea nchi yako. Alamatul iman hiyo kuna haja na nchi wewe ukinao katika Amerika hii nchi ya kwamba kuna haja nayo. Muumini hivyo kwanza waangalia chako. Kwa hiyo ndugu zangu nafikiri tosha kwa Allah wa yuhibbu Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran sana khair. Musa wa jamia hebu itaje Fatiha. إني أتدى بكل خير وإني أتدى في كل وباء يسير الفاتحة.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسير عسير عليك عسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى الباب تفسير حاجاتنا إليك كثيرة أنت عالم بك وبصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadhirun, nimerudi tena kwa jambo ambalo ndilo kawaida yetu tukiona kama hivi, ndilo la sheria jambo kufika mwisho, na jambo lenyewe ni la shukrani. Huku kushukuru kwa Uislamu, twashukuru kwa vile ni kawaida yetu na Mungu katuelekeza, lakini kwa vile tumekuja sote jambo hili letu, lakini tunawashukuru kwa kutaka kuzidishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema mwenyewe Allah, la in shakartum la azidannakum. Sasa mimi ninawashukuru uongozi wa msikiti kwa kutaka kuzidishiwa, lakini ile jambo lenu au sivyo, tumuomba Allah atuzidishie inshallah. Sasa nifanye kwa ufupi, nilikuwa nifanye kwa taasisi na amu, lakini napenda nitumie amu kutokana na wakati. Kwa kweli tunawashukuru nyote kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Oneni jicho la Allah subhanahu wa ta'ala latosha kuwaoneni. Langu mimi mweni hata kama nikiona niweza popote. Sasa tuwashukuru sana tena sana. Mwenyezi Mungu awazidishie kheri, awalipe malipo yanayofanana na hii hadhara kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tutapenda tuwataje kama mashehe watatu kwa ile takhsis ile. Kwanza ni nilivyotumia Bwana Khalidi. Bwana karibu sana, huko ndio donge mwisho Masjid Umar ibn al-Khattab. Lau kama nitakuleta kijimemo, maana sifalimu kwa kijimemo tasikua ni hivyo, mimi naitwa Mwezi. Mtu wa pili kwa kweli bwana ni mudiri wa Rashadi Sheikh Bamir, Mungu pia mhifadhi inshallah. Mtu wa tatu ni mgeni wetu rasmi ambaye ni Sheikh Ramadhan Mabruki, baba yangu. Kwa kweli kwa taklifu aliyochukua Mwenyezi Mungu kuhifadhi, akuondoshe maradhi, itokikuwa kwa hiyo hadhara ya Mtume iwe sababu ya kupona. Yaani usingesimama ungeeleza na homa kweli, lakini hapa ni kumlo kama vile tunaoga ya bomba basi na sabuni. Kwa kweli walimu tumeona sote na tuwasamiki nyote kwa kweli, karibu nyote. Shukrani jazila mjomba Sila, nyote nyote jamani, sitaki kwa muda mmoja. Na pia wazee wangu, hili jambo mpaka limesimama, kuna watu pia napenda niwafikishie shukrani hizi. Kila ambaye kashiriki kwa chochote, kutoa mchango wake, kutoa fikira zake, kutoa kuhangaika kwake, wa adlaisa lilinsani illa ma saa wa anna sa'yahu utakwenda kuyaona. Wewe ule kwenda tafuta ng'ombe utakwenda kuyaona, ule kwenda tafuta maji utakwenda kuyaona, yule ambaye atafuta mafuta utakwenda kuyaona. Tunawashukuru kwa kweli. Mwenyezi Mungu azidishie kheri. Kila ambaye katoa mchango wake iwe sababu Mungu kumfutia madhambi yake. Kama ana maradhi Mungu amondoshee, asiyekuwa na mke Mungu ampe mke, asiyekuwa na mume Mungu ampe mume, asiyekuwa na mtoto Mungu ampe mtoto, aliyekuwa na biashara Mungu atie baraka, aliyekuwa kazini Mungu amtumishe kama kwa kustaafu. Na ile kinga yake yule ambaye atafanya fitna kazini, wallahi kinga yake usiku na mchana inshallah. Wanauza uono pia kina baadhi wale pia tukitembea tutauona kwa mara ndio itakuwa
Na watu wa mwisho, kwa kweli hao ni wa mwisho, napenda pia kuwafanya taasisi. Kuna bwana mmoja anaitwa Ahada kama Koko, lakini hawa ninawataja kwa maana maalum. Mungu awahifadhi. Bwana Ahada, bwana Kotoro, bwana Loko, bwana Ndosho. Jamani, hii ndio dini. Man amila salihan falinafsihi. Mtume asema la yashba'u al-mu'minu min khairi hatta yakuna muntahahu aljanna. Hashibi muumini kutokana na sababu mpaka mwisho wa kalima. Sasa hivi ndivyo dini inavyotakikana. Kwa hiyo Mungu azidishe kheri, ape umri kwa na kheri inshallah. Karibuni na mwisho pia baada ya kiamu na baada ya dua, kwa kweli nimeelewa pandipo na mkuu ya roho yanaenda mbio, lakini namuomba Mungu kwa hadhara ya Mtume hicho kilichokuwepo kitoshelee. Namuomba Mungu anihifadhi sote kwa kweli, na pia wala sio kwa ajili ya hilo, tumekuja kwa ajili ya hadhara nani? Ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-kamalu lillahi wa ma alaina illa al-balagh. Hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.